hata Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema hakisimami kiyama mpaka kutakuja zaidi ya 70, kulluhum yazamu annahu rasulullah, kila mmoja atadai kwa mimi mtume Mwenyezi Mungu, zaidi ya 70. Na 70 katika Kiarabu si idadi ile 70, ni idadi ya wengi sana. Na madajali walikuja wengi sana kuanzia wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa Musailamatul Kadhab kutoka Yamama, huyu ndio mwanzo alikuja akadai utume katika hayati ya Mtume, katika hayati ya Mtume, na akaja mpaka kwa Mtume. Mtume kakataa hata kumpa mkono. Akirudi kule kamba Muhammad amenishirikisha katika kazi yake. Kisha kateremsha Qur'ani yake, la nisful ardhi wa li quraish nisfuha walakin quraish qaumun la yaadiluna. Nusu ardhi sisi watu wa Yamama na Quraish wana nusu yao, lakini makuraishi si waadilifu, watakushika wao tu utume. Musailamatul Kadhab akatunga Qur'ani ya uongo, akaelesha mambo ya uongo. Tena ilikuwa ajabu, Qur'ani yake haina balagha. Utaona maneno labda kama mtu amezolewa au si Qur'ani ngako kuna jalali utaiona, ni maneno tu. Alipoona alam tara kaifa rabbuka bi ashabil fil, kasema hii sura ndogo na mimi nitaileta kama hii. Akaleta alfilu malfil wama adraka malfil lahu dhanabun wathil wa khurtumuhu tawil. Maneno gani na mangineo. Pale pale kadhihiri mwanamke akitwa Sajah inaimja kadhihiri kada utume naye. Hakuna mtume baada ya Mtume Muhammad, kamba la nyi hamjui hadithi. Mtume sema la nabiyya baadi, hakusema la nabiyya tabadi. Mwanamke hakukataa bwana, alikataa mtume wa kiume, kwa sababu mwanamke hajafika mtume wa mwanzo. Na mimi Musailama alipoona ni nchi moja na huyu sehemu za Najd ya mama huko, akamwendea akamposa, kama bwana sisi mitume wawili tuoane. Wakaoana. Walipoana tena ule mwanamke kawa hana tena nguvu ya utume, ikawa nguvu ya utume nani ni ule mwanamume, kama lakini siwezi kuolewa na wewe mpaka niteremshe sura yangu katika Qur'ani. Kama na inna Allah khalaqa azwaja wa ja'ala lahunna furuja fayulijuhunna ilaja wa yukhrijuhunna ikhraja. Basi Musailamatul Kadhab kapata nguvu sana. Pale pale akadhiri al-Aswad al-Anasi sehemu za Yaman. Pale pale wakati wana kama utume ni mapato. Kwa sababu gani? Ule kuna jahi kwa Mtume Muhammad iliwaghuri, akasema huyu ni Mquraishi kinajahi na sisi tutakuwa tumeanguka. Basi kila mahala wakaanza kudai utume, lakini wakamalizwa na Saidina Abubakar as-Siddiq radhiallahu anhu na masahaba wakasimama. Musailama akawawa, Sajah akawawa, Tulaiha alipata bahati akarudi katika Uislamu. Alikuwa pia kuna Tulaiha, alikuwa pia anadai utume, lakini alipata bahati akarudi. Sasa ika silsila kama hiyo, mmoja hudhihiri mtu akadai utume, na kila kidhihiri akaleta muujiza yake. Ule mmoja alidhihiri alidai utume, alama yako nini? Kamba nayajua ndani ya moyo wenu. Wayajua vipi? Najua kwa nyote mnasema mimi ni muongo. Hilo nalijua katika alama utume wangu, najua kwa nyote mnasema mimi ni muongo. Ule mmoja kadai utume akashikwa na mfalme hata kumtia adabu, kamba ni mtume, yeye ni mtume. Umetumilizwa wapi? Kamba hata nimewahi kutumilizwa. Nikipewa utume wao amenishika amenifunga, sijui kwa umetumilizwa wapi mimi. Ule mmoja katiwa pingo pale kwa mfalme, kamba ni mtume, kamba anta nabii mursal, kamba la ana nabii muqayyad. Si mursal, siko maana sikutumilizwa, nimefungwa, ni mtume wa kufungwa. Wakaendelea mpaka kaja Kadiani akawekwa na mzungu, hasa Mngereza ndio kamweka Kadiani na akamlazimisha afanye yote. Hana utume, hana chochote, na akapewa nguvu sana, na Mungu alimjalia kula lisemalo huwa kinyume. Ukisoma zile habari zake kwa kitabu zake mwenyewe utamwona yale yasemayo hayawi huwa kinyume. Akajibandika jina yeye, akataka kuitwa Ahmad. Na masikitiko sisi Waislamu tunaitwa Ahmadiyya huwa tumewapa heshima sana. Ikiwa mtu kula Ahmad aitwa Ahmadiyya, wao ni Kadiani, ni Mirza ndio jina lao, sababu wao hawana utume, ni uongo na ni siasa ya Kiingereza, na ndio kapata nguvu
mpaka leo, mpaka kwetu wakawa hapo na wakajifundisha zaidi mantiki wao. Lakini ukisoma maneno yao utaona yana tanakudh daraja ya mwisho. Muda ni Masih, muda ni Mahdi, muda ni Mujaddidi, kila jina lilotajika katika Qur'ani. Mwisho akasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sema nitateremka sharqi Luddi, upande wa mashariki wa Luddi. Hati zamani katika mepu Pakistani iko upande wa mashariki, kwa upande wa magharibi. Kisha kaba ala manaratin baydha, atateremka kwenye mnara. Nabii Isa atateremka kwenye mnara mweupe. Alijenga mnara mweupe, kisha kaenda kakaa pale. Kamaona baada ya kujenga kaenda kakaa, kwa unaona mteremka katika mnara mweupe mimi. Na watu wakadanganyika wakamfuata, na Mngereza akamsaidia sana. Na katika dini yake hasa ni kuamini Mungu na mtume na yeye, na kusikiza serikali ya Kiingereza. Akasema sina ziema za kuilipa serikali ya Kiingereza, na mtu mwenye kutoka taani serikali ya Kiingereza huyo ni kafir katika dini yake. Kaja na Bahai nao kaa na dini yao na vituko vyao na mila yao, basi wakahudhuri mitume. Bahai akaendeshwa na Mwamerika ndio alimwendesha, na wako wengi sana, na wao semsini mchanganyiko wa dini. Kule kwao huweka msahafu, huweka Biblia, huweka Talmudi, huweka nini, mwenye kuabudu sanamu abudu, mwenye akaondosha sala. Kwa sababu hiyo kulipatikana mitume wa uongo zaidi ya 70, lakini muongo hasimami. Atabakia kidogo, baada muda ataanguka kabisa, atakosekana. Hapa tu bora ungeomba razi uondoke. Yaani wanamfukuza kimaneno. Wa kwanza akaanza katupa tago yake, jamaa kaipisha bonge la jabali. Mwingine wa pili kadansi mzee mwamba, kumbe ana style fulani za hatari, karusha naye amna. Akaja yule mtaalamu wa majambia mzee, karusha jambia lake dogo, kalituliza huko angani, kalizungusha mzungusho, alafu akamrudishia mwenye jambia kwamba hapo vipi. Sasa kuna huyu mzee wa kamba, huyu kamkamata hapo, naye akazuia, kamsogeza huko, mwamba akaja. Sasa kamba hii ni style ambayo jamani kama inaweza ikamsumbua, wakaona waongeze nini uzito pale pale. Hao hapo mzee wanaangalia huyu ndo brother, wanamwaminiaga kwenye kutoa adhabu za dharau. Yani anakuchapa mpaka unasikia raha, lakini haiendi. Sasa piga fimbo amna. Hapo vipi? Karibia nampata. Tupa mzee fimbo, jamaa kaizuia. Hii fimbo inakupa kiburi. Sasa ngoja. Vuta amna.